na jambo ambalo lilitupa majonzi sana kama wanafamilia ni jinsi ambavyo uliongelea swala la mauaji haya. Katika hali ya kushangaza, kifo hicho kimeleta hisia kali pia kwa wawakilishi wa baadhi ya mataifa ya nje wanaowakilisha nchi zao hapa kwetu. Niseme kwamba baada ya tukio lile nimekuwa nikiangalia maoni ya viongozi mbalimbali wa kisiasa, viongozi wa dini, baadhi yao wakiniomba nikemee mambo hayo, maoni ya wazee mashuhuri. Mmemsikia mzee wetu mzee Butiku naye kasema, wawakilishi wa mataifa ya nje hapa nchini nao wametoa tamko, jumuiya za kiraia na wananchi kwa ujumla na wenyewe wamesema walioyasema. Hisia za makundi yote niliyoyataja zikiibuliwa na kifo kimoja tu cha ndugu yetu Kibao. Lakini inashangaza kwamba kifo cha ndugu yetu Kibao kimeibua wimbi kubwa, kulaani, kusikitika, kulaumu, kuita serikali ya wauaji, kufanyaje. Hii sio sawa. Kifo ni kifo. Ilikuwa ni matumaini yetu kwamba ungekemea sio tu tukio hilo, bali wale ambao wanafanya matukio haya, kuwatia mashaka na hofu katika nafsi zao, kama ambavyo wametutia mashaka na hofu katika nafsi zetu sisi wanafamilia, na nadhani pia Watanzania kwa ujumla. Lakini badala yake tulikusikia ukisema kwamba kifo ni kifo tu, na ulishangazwa sana kwamba kwa nini watu wametaharuki kuhusu kifo na mauaji ya mzee Kibao. Hili linatupa mashaka na linatupa majonzi, linatukosesha faraja kama wanafamilia. Jambo la mwisho ambalo ningependa niligusie hapa na linafahamika ni kwamba Watanzania tuna hofu na tunapoteza imani na vyombo vya dola. Sasa basi, kwa nini nasema tunapoteza imani? Tunapoteza imani kwa sababu sisi kama wanafamilia, hata sisi wenyewe, siku ambayo alitekwa mzee Kibao, siku ya Ijumaa ile, hatukukimbilia kwanza polisi, bali tulikimbilia mitandaoni kuwaomba wakina Maria watupigie kelele sisi. Na huu ni mfano mmoja katika mingi ambayo Watanzania wakiona ukiukwaji wa haki wanakimbilia mitandaoni badala ya kwenda polisi. Kwa nini pia nasema Watanzania tuna hofu? Nasema Watanzania tuna hofu kwa sababu sisi kama familia, yalipotokea mauaji ya mzee Kibao, tulitafuta ushauri wa wanasheria Tanzania. Katika wanasheria wote tulioongea nao, hakuna hata mmoja aliyetaka hii kesi, na siwezi kuwalaumu kwa sababu na wao pia wanaweza kuwa wanahofia maisha yao. Sasa kama tunajisifia kwamba sisi ni kisiwa cha amani, ni amani ya aina gani ambayo tunayo, ambayo hata wanasheria wanashindwa kufanya kazi zao na shughuli zao za kutetea na kulinda haki za Watanzania kwa uhuru? Sasa basi, tukiyachanganya haya yote manne, mzee Kibao kutekwa mchana kweupe na kuuawa, huona kwamba serikali ina uhodari mkubwa wa kuzuia wasioyataka yatokee yasitokee, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuongelea swala hili kwa wepesi, kusema kwamba kifo ni kifo tu, na Watanzania kuingia hofu na kupoteza imani. Tunapoyaona haya manne, tunajiuliza kama wanafamilia na pengine Watanzania kwa ujumla, je, hawa wanaofanya haya matukio wanafanya bila kuogopa kwa sababu gani? Na hisia zetu ni kwamba wanafanya hivi kwa sababu wanahisi wana kinga ya serikali, au wanajijua kwamba wao ni mahodari zaidi kuliko serikali. Kwa sababu hawaogopi, wanafanya uwazi mchana kweupe. Sasa basi, ombi letu kwako Dr. Samia ni mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, tunaomba uwazi kidogo katika harakati za uchunguzi huu, kwa sababu mpaka sasa ilichukua karibu wiki 2 baada ya mauaji polisi kuja kuongea na familia. Na pamoja na kwamba Waziri Masauni alikuwepo katika msiba, akaongea na dada yetu Mariam na akatupa namba za simu za kupiga ili kupata taarifa za uchunguzi huo, mpaka sasa ni kimya. Hatuna tunalolijua. Tunashindwa kuomboleza, tunashindwa kuhitimisha. Tunaomba uwazi kidogo katika uchunguzi huu. Swala la pili ambalo tunakuomba kama Amiri Jeshi Mkuu ni kutoa kauli kali dhidi ya wale wahusika
wa matukio haya dhidi ya wahusika, sio tukio tu, hapana, dhidi ya wahusika, ili na wao waishi kwa wasiwasi kama ambavyo tunaishi kwa wasiwasi sisi wanafamilia na Watanzania kwa ujumla. Haya mawili nadhani yanaweza yakawa ni hatua za mwanzo za kurudisha imani katika serikali kutoka kwa wananchi, na vile vile sisi kama wanafamilia kutupa faraja kiasi. Ni hayo tu kwa leo. Asante kwa kusikiliza. Ni matumaini yangu kwamba tutakusikia hivi karibuni. Assalamu alaikum.